Ikumbuke kwamba Tanlink inatoa huduma. Tanlink inatoa huduma na lengo letu kubwa hii ni kumsaidia Mtanzania aliyeugua kupata kwanza kabisa tiba stahiki, lakini pia kwa gharama nafuu, na tiba hii itamsaidia yeye kupona kwa wakati kutokana na changamoto yake. Kwa hiyo anapofika Tanlink huwa tunafanya tathmini kuweza kujua gharama ya matibabu yake ni kiasi gani, na huwa tunashirikiana na hospitali tofauti ndani na nje ya nchi kuweza kuhakikisha kwamba hizi gharama zinaweza Mtanzania yoyote wa hali yoyote ile anaweza akazikidhi kutokana na changamoto ya afya yake. Unapozungumzia changamoto let's say ya upasuaji wa moyo ambao ni mkubwa ambao una gharama fulani, kwa hiyo sisi tunaweza tukasimamia matibabu yake, kwa maana ya kwamba tukaangalia hizo gharama yeye amezimudu kwa kiasi gani, na sisi tukamsaidia akaweza kupata punguzo au akalipia kidogo au akaja akalipia Tanlink kidogo mpaka pale atakapopona kabisa. Kwa hiyo lakini cha kwanza ni huduma, kwamba apate hiyo huduma ya hiyo upasuaji kwa mfano ama ni dawa, ili aweze akaendelea na shughuli zake za kujenga taifa, awe anaweza kulipia kidogo kwa mdhamana wa Tanlink. Hiyo huduma tunawasaidia watu wengi. Okay. Kwa hiyo jambo la kwanza ni mtu apate huduma kabisa. Kwa haya masuala ya fedha tuzungumze ndio baadaye, au tupate utaratibu kabisa. Tuna utaratibu ambao ni rafiki sana kwenye hili. Sawa. Yes. Mkurugenzi wa masuala ya fedha, kuna lolote la kuongeza? Kama alivyosema Dr. Osman kwamba tunafahamu matibabu sasa hivi ni gharama, na ni lazima tu tuna njia ambazo za kuwasaidia wateja wetu na jinsi gani tunaweza tukawasaidia. Moja ya njia ambayo tunaitumia hapa ni kuwa na kuwekeza pesa kidogo kwa watu ambao tayari washapata gharama za matibabu yao, lakini inawezekana zikawa ni nyingi sana. Kwa hiyo kuna utaratibu wa kuweka pesa kidogo, lakini vile vile kuna utaratibu sisi wa kuweka guarantee of payment kwa upande wa hospitali kule mgonjwa anakokwenda. Kwa mfano, kuna wagonjwa wetu sisi wanasafiri wanakwenda kutibiwa nje ya Tanzania, na wakati wa matibabu inagundulika labda gharama walizokuwa nazo au pesa walizokwenda nazo hazitoshi. Kwa maana hiyo wanaweza kulazimika kusitisha huduma ya matibabu ili waweze kurudi kujipanga vizuri kupata hizo pesa. Kwa utaratibu ambao sisi tunaotumia ni pamoja na kwamba tunaweka guarantee of payment au dhamana ya malipo kwa hospitali husika, ambazo hizo hospitali zote tunazofanya nazo kazi sisi tuna mikataba nazo. Kwa hiyo mgonjwa anaendelea kupata huduma kwa dhamana ambayo tumemwekea sisi, lakini dhamana hiyo inakuwa ni kwa makubaliano kati ya sisi na mgonjwa mwenyewe. Utaratibu wa kulipa tutaambiana kulingana na makubaliano yetu atakavyokuwa, lakini ili kumwepusha mgonjwa kuwa na changamoto anaenda rudi, basi atatibiwa mpaka mwisho, then atakaporudi kuna utaratibu wa kufanya malipo hayo. Hii lote ni katika kuwasaidia watu kuhakikisha kwamba wanapata huduma bila kuwa na changamoto ya kifedha. Tunafahamu kwamba fedha sio kitu ambacho unaweza kuwa nacho wakati wote. Wakati wengi sisi familia za Kiafrika tunafahamu kwamba pesa ni lazima tupate muda wa kuweza kuzikusanya labda. Kwa hiyo ni njia ambazo mbili tunazitumia kwa wakati huu.